siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa na kujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kuandalia mwanafamilia wa Rabi TV katika upande wa kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Georgina Mwatatu na leo ni siku ya Jumatano, ikiwa ni tarehe 4 ya mwezi wa pili mwaka huu 2026. Na kabla sijaenda katika upande wa kitaifa, ngoja nikufahamishe zaidi na tukio hili ambalo liliweza kutokea mwaka 1985. Na tukio hili pale ambapo mfanyakazi wa Coca-Cola alipoamua kuweza kufunga ndoa na mfanyakazi wa Pepsi. Lakini baada ya kufunga ndoa yao, kampuni ya Coca-Cola iliamua kuweza kumwatisha kazi huyo mfanyakazi wao, kwa sababu wanasema wanaangalia maadili ya kazi. Na tukumbuke kipindi hiko katika hiyo miaka ya 1980 na kitu, ni kwamba kampuni hizi mbili, kati ya kampuni ya Coca-Cola pamoja na kampuni ya Pepsi, zilikuwa zipo katika ushindani mkubwa sana wa kibiashara. Kwa wao kuweza kufunga ndoa ni kama vile kwa upande wa Coca-Cola akasema hapana, masuala ya maadili hapa yatakuwa yanaenda tofauti na maadili ya kazi. Wakaamua kumfukuzisha kazi mfanyakazi wao, wakisema kwamba inawezekana labda ataweza kuchukua siri za kampuni ya Coca-Cola, akaa anamwambia labda mwanamke wake kuhusiana na siri hizo. Na kumbuka kwamba mwanamke wake alikuwa anafanya kazi katika kampuni ya Pepsi. Ni kwa mwaka huu 1985. Nikaa najiuliza vipi kuhusiana na sasa hivi, unakuta kwamba labda mwanaume anafanya kazi katika kampuni fulani na mwanamke anafanya kazi katika kampuni fulani. Zakani kampuni mbili tofauti, lakini kitu ambacho wanakizalisha ni kitu cha aina moja. Inawezekana labda huyu mwanamke anafanya kazi katika kampuni A, ambayo kampuni hiyo A labda inajihusisha na masuala mazima labda ya uzalishaji labda wa mabegi ya aina fulani. Lakini yule mwanamke anafanya kazi katika kampuni B na wenyewe wanazalisha mabegi hayo. Sasa inakuwa ni kama vile labda wakikaa katika stories zao wanaanza kuhusiana kidogo na habari za kazini. Unajua kazini kwetu pale sasa hivi bwana, ile mabegi sasa tunataka tutoe ya mtindo huu na huu. Mwanamke anaweza akachukua, mwanaume akachukua kapeleka ofisini, na sisi tutoe mabegi ya aina hii. Inawezekana. Lakini kwa kuweza kufanya hivyo, wenyewe waliangalia zaidi katika masuala ya maadili. Na hii ikafanya niweze kukumbuka kuhusiana kampuni hizi mbili katika masuala mazima ya ushindani, na ukiachana tu na kwamba hawa ambao waliweza kufunga ndoa na baadaye kampuni ya Coca-Cola ikasema hapana, inabidi wewe na wewe uanze kuacha kazi kwa sababu utaweza kuathiri maadili ya kazi. Na hii imefanya nikumbuke kwamba kuna kipindi pale ambapo inawezekana nimesahau kidogo, inawezekana ni kampuni ya Pepsi au ni kampuni ya Coca-Cola, ambapo mfanyakazi aliamua kutoa siri ya kampuni. Yaani alichukua siri ya kampuni za Pepsi akapeleka kwa Coca-Cola. Lakini baadaye kwamba alitegemea dili lake litatiki kwa sababu kuna kiasi cha pesa ambacho alitegemea, kiasi cha pesa alitegemea kuweza kupata. Lakini mambo yalienda tofauti, akashangaa zile siri ambazo alienda kupeleka katika kampuni B, ameenda kupeleka katika kampuni B. Sasa zile siri sasa zinakuwa kwamba lengo yake labda zile si kuweza kutumika, lakini zile siri hazikuweza kutumika na badala yake aweza kufukuzwa kazi. Kwamba tumesikia bwana amechukua siri mbele ya kampuni B, kwa nini umefanya hivi? Na ushahidi wote huu hapa. Kwa hiyo jamaa kazi ikawa amekosa kwa namna hiyo. Na kwa mwaka huu 1985 tulio kama hili ambalo liliweza kutokea pale ambapo kampuni ya Coca-Cola akasema hapana, inabidi kazi iweze kuacha. Na kipindi hiko masuala ya kibiashara, masuala ya ushindani zaidi ulikuwepo kati ya Coca-Cola pamoja na Pepsi. Kwa hiyo hilo ndio tukio ambalo lilitokea mwaka 1985. Unaanza kujiuliza hapo unafanya kazi katika kampuni ipi na mwenzako naye anafanya kazi katika kampuni ipi? Wangesema waanze kuchunguza vipi ajira utakuwa nayo.